Visasi ni vibaya, lakini Biblia inaripoti kwamba kisasi ni kwa ajili ya Mungu na sio mwanadamu. Lakini madhara ya dhambi yameendelea kuwa makubwa sana. Watu wamekuwa wana visasi, na watu hukaa na visasi kwa muda mrefu, wengine kwa muda mfupi. Alafu siku akilipiza, kwa kweli ndio nagundua kumbe huyu mtu alikuwa amewekeza. Kweli neno la Mungu halitutaki sisi, linatukataza kuwa na visasi. Lakini kuna visa kadhaa ambavyo vinasimuliwa juu ya masuala haya ya visasi. Kuna familia moja, dada yao alibakwa. Alikuwa anaitwa Dina, mtoto wa Yakobo huyu. Alivyobakwa, yule ambaye alikuwa anazaliwa mama moja na Dina waliumia sana hilo tukio. Moyoni mwao wakatengeneza kisasi cha kulipa kisasi kwa ajili ya wale waliowatendea hayo. Matokeo hayakuwa mazuri sana na athari zake zilikuwa ni mbaya sana. Hiki kisa kiko wazi, kinajieleza, lakini kinaweza kutusaidia na sisi pia kwamba sio vizuri kuwa na visasi. Lakini hakuna mtu anayepanda ubaya akavuna wema. Pia hilo lifahamike vizuri. Sasa kwenye hii dunia tunayoishi, tunatangaziwa ni kwamba hii dunia itakuja kuisha na hakitakuwepo kitu tena. Sasa kama itakuja kuisha, itaishaje? Maana yake iko hasira ya Mungu kwa waovu, na Mungu atakuja kuteketeza dhambi. Hata mteketeza mdhambi. Ikionekana dhambi iko kwako, basi utateketezwa. Mfano, miaka kadhaa iliyopita katika mji mmoja kwenye nchi ya Tanzania, kuna lori la mafuta lilianguka. Lilipoanguka, wakazi wa eneo lile, kila mtu alienda na chombo kwa ajili ya kuchota yale mafuta, na mafuta yale yalikuwa ni mafuta ya petroli. Sasa kitu gani kilitokea sijui, lakini kuna moto ukawa umewashwa. Basi moto ukaanza kuwaka. Wakati moto unawaka, basi ulikuwa unatafuta chakula cha moto ambayo yalikuwa yale mafuta. Kwa hiyo yule ambaye alikimbia na mafuta nyumbani kwake, moto ulifika. Ambaye alikuwa ameshika kidumu, moto ulimkuta. Kwa hiyo walioumia wengi na kuumizwa ni wale ambao walikuwa wamehusika na kushika yale mafuta. Kwa moto ulikuwa utafuti watu, ulikuwa unatafuta mafuta. Kwa pia dhambi itateketezwa, maana muasisi wa dhambi ni Shetani. Kwa hiyo ikikutwa dhambi kwako, umepotea. Lakini leo bado tunayo fursa ya kumwambia Yesu Kristo tunatubu, tunarudi kwako, ili hatimaye dhambi itakapokuwa inateketezwa, wewe uwe mdhamini wetu, na sisi makosa yetu tuyaweke kwako, kwa sababu tayari ulishakuja ukatuambia tunapokukubali tunaokolewa kwa imani. Asante, iwe ni shauku yako kuwa miongoni mwa wale watakaookolewa kwa imani kwa kumfuata Yesu Kristo. Asante na Mungu akubariki.